Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo tuweze kupita mapaso vizuri. Sio unajua? Choba sasa. Leo tumechelewa sana kutoka club. Ni kweli. But leo hatujafanikiwa kupata Melupo club. Ila sio mbaya. Siku nyingine na itakuwa fresh. Mkungu. Ona kule mbele naona mlembo mzuri sana. Wow. Cheki anavyotembea. Sijui anatoka hapo usiku wote huu. Hebu subiri kwanza. Hebu ngoja kwanza tumfuate.
Samahani kwa kuchelewa ndugu yangu. Haina shida. Mwenyewe nipo hapa nimekaa. Ila mkuu ametoka mara moja. Ila na mzigo wako naagiza ndugu yangu hapa. Mambo ya smart hayo. Nashukuru sana ndugu yangu. Sasa upasapuka. Sasa mimi nitakuwa niko hewani bwana. Nashukuru sana bwana. Usijali mwanangu. Na mimi sasa chuo ndako na tesa bwana. Kabisa. Mwa alikuwa ananyanyasa kweli yani. Kwa Instagram nini. Shukuru sana bwana. Sawa. Ila ndugu yangu Sadiki. Ndio. Kule home kuna kitu kimetokea cha ajabu sana. Kitu gani tena? Kuna majirani zetu Ukungu na Giligili. Wamekufa. Poleni sana. Asante, tushapoa. Unasema nini ndugu yangu? Ndio. Nimradi nishakuletea nani yako. Mimi mwenyewe niko hapo msibani kule. Basi ngoja niwahi ndugu yangu. Pole sana bwana. Wewe wahi bwana. Fresh basi tuwasiliana. Poa, haina noma. Poa. Msalimie mzee bwana. Poa mwanangu. Poa. Samahani, naweza kukaa pamoja na wewe? Bila shaka mzee wangu. Karibu. Naitwa Mr. Utako. Mwenzangu si unaitwa nani? Nashukuru kufahamu. Mimi naitwa Malkia. Okay. Kuna jina zuri sana. Na unajua Mwenyezi Mungu anajua sana kuumba. Alitumia muda wa ziada kwa kuumba. Na saizi? Salama. Karibu. Asante. Nikudumie nini? Lete maji. Ya baridi na moto. Baridi. Samahani. Ongeza kinywaji. Hapana, asante. Yananitosha. Basi karibu. Unaishi wapi? Unaonekana una maswali mengi sana. Na unaonekana pia wewe ni mcheshi. Ila usijali, utajua tu ni wapi mimi naishi. Nilipokuona hapo wakati naingia, nitamani nikuite tukakae kule wote, lakini nikasema hapana, ngoja nikakae naye pale. Mrembo. Mimi ni mfanya biashara mkubwa sana hapa Dar es Salaam, ndio wafanya biashara wa jiji la Dar es Salaam. Na unapokutana na sisi usiwe na shaka, amini kuwa utapatiwa kile unachotaka. Are you sure Mr. Utako? Yeah. Basi nashukuru. Nikuuliza kitu. Uliza. Una mke? Mke tulikorofishana kidogo. Ni story kidogo ndefu. Unajua sisi watafuta pesa namna hii, watu matajiri wenye hela hatupendi sana taabu. Unatafuta pesa alafu mwanamke anafanya mambo yake. Asante. Anafanya mambo yake, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo tulikorofishana kidogo. Ni story ndefu, si tupo pamoja nitakufahamisha tu. Wala usina shida. Sawa? Basi sawa. Ila kama hautojali, unaweza kunipatia namba yako ya simu ili baadaye tuweze kuonana. Mr. Utako? Okay. Kaka, ndo kama hivi unavyoona. Shemeji yako akitoka hapa kurudi muda mibovu.
na simu yake nikipiga inaita haipokelewi. Unapiga inaita, muda mwingine anakata. Sijui hata kuna nini. Dada, hebu kuwa na amani sasa. Atakuja tu kwa kuwa najua shemeji yangu hawezi akalala nje. Sawa. Mama, mimi na wasiwasi sana na baba kuchelewa. Kwa sababu baba hajawahi kuchelewa kuja muda kama huu. Isitoshe umesema umepigia simu haipatikani. Ni kweli. Napiga simu inaita inakata. Sasa hivi nikipiga simu haipatikani. Lakini mwanangu kuwa na amani. Atarudi. Hebu tuweni na imani na kutegemea kwamba baba atarudi huko tukizidi kumwomba Mungu. Sawa dada. Sawa. Una nini? Asa unaogopa nini? Hebu njoo kwanza, njoo. Njoo. Kuna nini ambacho unaogopa? Njoo, sogea.
Kuna nini kule ambacho kinakuogopesha? Mr. Utako. Kwa nini uliniogopea? Nimekuogopea nini? Uliniambia kwamba hauna mke. Kumbe una mke na mtoto mmoja anaitwa Koronko. Kumbe ndo tabia yako Kwa nini nani? Unataka kujua mimi ni nani? Mr. Utako. Nadhani umeshauona uhalisia wangu. Mimi ni Malkia wa Kuzimu. Na nimekuja kwa ajili ya watu wanaotenda maovu na wazinifu kama wewe. Sasa basi, leo sio siku yako. Siku yako bado haijafika, na ikifika nitarudi tena. Tatizo rafiki yangu Koronko, unachanganya mambo ya chuo na nyumbani. Unajua nini rafiki yangu? Ndio. Tatizo hapo kuna matatizo kidogo yalitokea. Ndio maana ukaona hivyo. Basi pole sana ndugu yangu. Asante. Koronko mwanangu. Unajua babako toka jana hajarudi. Na mjomba wako amemsubiri mpaka ameondoka. Kingine nikipiga simu yake haipatikani. Nimeanza kuwa na wasiwasi na hili. Poleni sana mama Koronko. Ila mimi naamini atarudi. Ondoeni shaka. Ni kweli, mwana wasiwasi. Baba je, kuna tabia hii? Ndio mara kwanza anafanya hivi. Haya. Mimi ngoja nikaendelee na mapishi. Basi sawa mama, pika chakula kingi. Yeye nipo na mgeni. Sadoki, yule rafiki yako toka aanze mazoezi siku hizi anakula sana. Sasa tutapitia basi kwa pale kwa jamaa tuchukue ni perfect. Sawa, hamna tatizo. Ngoja basi msubiri mama amaze kupika. Malkia mrithi wa ngome ya kuzimu, mfalme wetu anakupongeza kwa kazi nzuri unayoendelea kuifanya hapa duniani, na ametuma salamu kukuletee kwamba uendelee na kazi nzuri, utuletee waovu wote wanaofanya mabaya hapa duniani. Tunakupongeza kwa kazi nzuri malkia wetu. Hongera sana Malkia. Sisi sote pamoja na mkuu wetu tunapendezwa na kazi mzuri unayoifanya hapa duniani. Hongera sana. Asanteni sana ndugu zangu. Na waahidi nitafanya hayo yote ambayo nimeagizwa kwa ufanisi wa hali ya juu. Nitahakikisha roho zote zinazotenda maovu na zileta kuzimu. Nashukuru sana kwa kuwa ninyi bado mpo pamoja na mimi. Pia nashukuru wale wabaya wangu ambao walikuwa wananisumbua sana. Nimeshaanza nao na nimeshamaliza kazi yao.
Karibu. Karibu sana. Karibu sana. Mr. Otako. Naam. Mbona kama unaonekana hauko sawa? Alafu unaonekana mtu ambaye umetoka kukimbia kwa spidi sana. Una hema. Nini tatizo? Umefiwa? Sijafiwa rafiki yangu. Ila naona maisha yangu yapo hatarini. Hatarini? Kivipi? Sijui nikwambiaje rafiki yangu. Sijawahi hata siku moja kuona huzuni kama hii. Yaani naona wakati wowote na naweza nikafa hapa hapa. Sikia rafiki yangu. Wewe rafiki yangu wa muda mrefu sana. Najua umekuja hapa ukiwa na shida mimi nikusaidie. Kwa hiyo jaribu kuniweka wazi, usinifunge. Sawa? Naomba unipunguzie maswali tafadhali. Nini tatizo? Sogea. Unasema? Sogea. Umemwona wapi? Kwenye gari. Amenitokea. Umemwona kabisa? Mimi mwenyewe nimeshakuja hapa. Bwana mimi nimekuja hapa unisaidie. Nakwambia kanitokea kwenye gari. Ndugu yangu. Ili jambo lishakuwa kubwa. Jambo hili litakiwa kabisa masihara. Sawa ndugu yangu. Kikubwa ambacho mimi nikushauri au mimi naweza kukusaidia. Kuna mahala mimi nitakupeleka. Kuna mganga wa kienyeji tu mzuri tu, tena jabali wa majabali. Huwa akifanya kazi huwa habatishi kabisa. Yaani kiboko ya watu, matatizo yote. Sawa? Mr. Anton. Unataka kwenda wapi tena? Kwa waganga, wachawi, nguvu za giza. Za nini? Mimi ni Mkristo. Mimi hapa kabisa sitaki hata kusikia nguvu za giza. Leo unanipeleka kwenye nguvu za giza. Sitanisaidia nini? Nitakuambiaje Ukristo wangu Mr. Anton? Inaonekana kabisa wewe hauna shida. Yaani wewe hujafikwa hapa. Umekuja hapa kwa ajili ya kurelax tu. Okay. Haina mimi nitakuacha. Kama uzungumza mwenyewe kwamba wewe una imani ya Kikristo. Unamwamini Yesu ndio mwokozi wako wa maisha yako. Si ukataze kwa sababu kila mtu ana imani yake. Lakini chagua kitu kimoja katika tu hivi. Viwili. Uchague kufa au twende kwa mganga. Umenisikia? Nisikize Mr. Anton. Unajua kufa kugumu. Mimi siwezi kubali kufa. Na ndio nimekuja hapa rafiki yangu. Naomba unisaidie. Nipeleke huko. Twende. Ndugu yangu. Usio umekubali kwa sababu mimi nimezungumza maneno haya. Je, umekubali kilo safi au umekubali tu ili mradi unifurahishe mimi? Nimekwambia twende. Kifo sio kizuri, kifo kigumu. Okay. Mimi nitakusaidia. Ila kikubwa sasa hivi hapa nitakuwa utoke wewe nyumbani kwako ukapumzishe akili. Alafu mimi nitakupitia. Muda gani? Wala usijali. Kila kitu kitakwenda sawa. Halo dada. Salama za kwako? Kwema vipi huko?
Unachongea ni kweli dada? Basi usiwe na wasiwasi, hilo swala nitalifanyia kazi. Haya, hamna shida. Kaka. Naam dada. Siku hizi shemeji yako hata simuelewi anaporudi kutoka kazini. Kivipi? Anakuwa mtu wa mawazo. Muda mwingine anakaa anafikiria vitu. Nikimuuliza anambii. Sijui ana tatizo gani huko kazini. Na pili, tunapolala usiku huwa anashtuka. Dada, labda umejaribu kuongea naye. Naye anasema. Kakaangu namuuliza lakini ananiambia kitu. Ananiambia mna tatizo. Ila mimi nina wazo moja dada. Hebu jaribu kutumia hekima na busara. Na jaribu kuongea naye, huenda atakwambia. Maana huwa najua shemeji yangu hanaga matatizo kabisa. Kakaangu labda wewe uje umsubiri atakapotoka kazini, uje umuulizie au uongee naye, huenda atakwambia. Mimi nimeshachoka na hivi. Sawa, mimi nitajaribu kuongea naye ili niweze kujua kama kuna tatizo, na pia kama atawahi kutoka kazini mapema basi utanijulisha. Sawa, nitakujulisha. Sawa, mimi nikuage dadangu. Wewe nenda kakaangu, mimi hata sikusindikizi maana nimechoka kweli hapa. Punguza mawazo dadangu. Sawa. Ndimu ina maua kote, ndimu ya maji, ndimu ya maji, ndimu ya maji, ndimu ina maua kote, ndimu ya maji, ndimu ya maji, ndimu ya maji, ndimu ina maua kote, ndimu ya Mtaalamu. Pita ndani. Karibu uingie. Pita ndani. Bwana Antoni, naona umekuja na Mr. Utako. Karibu sana. Umenijua jina langu wakati hata siku moja mimi sijawahi kufika hapa. Hii ndio mara yangu ya kwanza kufika. Kaka, usiwe na wasiwasi. Nafikiri nilikwambia kwa huyu mtaalamu anatishi. Huyu ni jabali wa majabali. Sawa? Ana uwezo kuchukua ule moto akashusha hapa chini ya ardhi, watu wote kaunguza wote. Kwa hiyo kuwa na amani, wala usina pressure kujua hizi. Mimi Mganga Kimwaga, mji mzima huu unanitambua vizuri mimi ni nani. Na shida kubwa ile kuleta hapa, mimi pia naifahamu. Ni kweli. Umetokewa na Malkia Kuzimu. Malkia Kuzimu? Ndio. Malkia Kuzimu iweje amtokee mimi kwenye maumbile ya kibinadamu? Sawa. Yule alikuwa binadamu kama wewe. Wangu ndio hivyo mchumba kwa njani, anakuja kila ngempanga wa mimi sikuelewi, sikutaki mimi anielewi. Kwa hiyo mwache aje tumfanyie shida vile. Wote hapa bin tupige mtungo, mnaona janangu. Sikiliza mwanangu Mapesa. Huyu mtoto wa kike hafai kufanya kitu cha kanyama kama hiko. Shaona. Yaani ni bora tu kama mpende, ni bora tu umwambie moja kwa moja kuliko kumfanyia ukatili kama huo. Vipi huyu bitch boy huyu? Oa mambo mengi, achana nayo, mwenyewe mshamba tu. Mtoto mwenyewe namkubali kitambo tu. Ila wewe hujui tu. Mwenyewe niko namkubali. Wewe mfanya mpango aje hapa iwe fresh, au sio?
Kwanza ninaona mimi kama mnanipotezea muda tu. Mpigie simu tujue yuko wapi, tukafanya mambo yetu. Halo Edi. Mimi niko home hapa muda mrefu. Nipo home, wewe uko wapi? Hapo. Mimi niko nyumbani. Sema nini? Haiko mbali. Kama sasa anaingia sasa. Kwa sasa anakuja. Yaani inamaanisha yuko mtani. Kuja master vipi? Sikiza, sasa kama vipi? Nakaa kia. Kishakuja kimazinga mimi nitajua nikusioni vipi. Peleke nje mshamba. Wewe si ndio upo? Wewe sasa. Maana kama karibu. Enda uko peke yako. Sini kuna nani bibi? Shaziaga nikija na kutoka na rafiki zako leo nenda. Niko mwenyewe. Kwa kusubiria mchumba wangu mali yangu. Sina. Ndio. Poa. Wanasema nyumbani. Wanasema kabisa. Kweli. Sasa. Karibu chumbani. Mimi sikutaki unielewe. Oya. Sasa ungeniambia tu kwa nini nifanyie. Tulia wewe. Sio kwa naambia jamani. Watu wafanye hao. Mkafa huyo. Kafa mmemfanyia sasa. Mkafa wa beach boy vipi wewe? Sasa tunamtoa au tunamwacha? Baada ya kufa walisubiri usiku uingie, walimchukua na kwenda kumtupa baharini. Na baada ya hapo majini walimpokea na kumsaidia kwa mikono miwili. Na baada ya hapo walimpa nafasi kubwa sana katika himaya yao. Hivyo basi amerudi tena duniani kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa wanaume wanaopenda ngono kama wewe. Kila anaendekeza jambo hili basi atakutana naye mtu. Tena wewe una bahati sana, umekuja kwangu mapema, la sivyo ulikuwa unakufa. Tala, naomba msaidie rafiki yangu. Nitamsaidia, lakini ni kazi ngumu sana. Kufa dawa. Hii ni dawa, lakini wewe unaiona kama. Nisikilize masharti yangu. Sharti la kwanza, nahitaji mchanga wa sehemu ambayo aliyokojoa mama mjamzito. Uniletee ile sehemu, yani ule mchanga wake ndio nautaka mimi. Sharti la pili, ndio inatumika dawa hiyo. Nataka ukamuingilie mama aliyerukwa kiakili, nikimaanisha chizi. Kabla ya kumuingilia, hiyo dawa uifunge mkononi, ndio ukamuingilie. Ukiniletea vitu hivyo hapo,
matatizo yako yatakuwa yamekwisha, na nitavifanyia kazi vile vitu. Nadhani tunaelewana. Baada ya kuvifanyia kazi vile vitu, nitakukabidhi na kwenda kutupa baharini, na matatizo yote yatakuwa yameishia pale, kama yeye alivyoenda kutupwa baharini. Nadhani tumeelewana. Ganga, samani. Kwani hatuwezi kutumia njia mbadala baada ya mshitaki wako ambao ulimwambia tukafanya mengine? Tunabishana? Tunabishana? Hapana, hapana. Nisikilizeni niwaambie. Mimi ndiyo mganga Kimwaga. Zingatieni masharti yangu. Mfanye kama ninavyotaka. Na mkienda kinyume, hapa kwangu. Sawa, sisi tusikie na tutatekeleza masharti. Unaweza mkaenda. Kuweni makini sana. Sawa. Kuwa makini sana. Sawa. Mr. Utaku. Sawa. Asante. 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 Mke wangu, hivi hilo jambo baya gani ambalo mimi silijui? Hasa leo nataka unieleze ili nilijue. Maana kila siku unanitangaza tu ubaya. Sijui kama ninakosa nini. Hebu nieleze kama ndani kuna kitu gani unakosa wewe ndani. Ni kweli baba, anachosema mama. Kwani wewe siku hizi kazini kuna tatizo? Maana nachelewa sana baba. Familia yangu, mimi nachelewa, lakini mjue mume wangu, unajua kabisa jinsi gani ninavyokupenda, na unajua kabisa jinsi gani ninavyoumia juu yako, na unajua kabisa jinsi gani ninavyoipenda familia yangu. Na sipendi kuona familia yangu na inateseka. Siku hizi umebadilika sana, sijui kuna nini. Tambueni ninapochelewa kurudi nyumbani, mjue nina majukumu makubwa. Sasa siwezi nikaacha kazi niwahi kurudi nyumbani. Wewe uliona wapi? Ni kweli mume wangu, lakini mbona kipindi cha nyuma ukua hivi? Kumbuka kwenye ndoa yetu toka tunavyoana mpaka sasa hivi hayakutokea haya. Sasa kuna nini? Hebu niambie basi, please. Kama kuna tatizo nieleze. Labda tunaweza tukalipatia utatuzi. Nisikilize bwana. Na kwa nini namtaka kuamini? Mnalazimisha tu niwe na tatizo. Nimeshasema mimi sina tatizo. Sasa nisikilize. Kuanzia leo sitaki kusikia tena jambo la tatizo mndani. Sawa? Umeelewa? Karibu sana. Asante. Karibu. Na Mister. Tangu tuachane hivi ile zoezi lilifanya? Ni bado. Bado sijafanikiwa rafiki yangu. Na ndio maana nimekuja hapa ili unisaidie ndugu yangu. Na kitokea siku hii baada ya kurudi nyumbani, mke wangu na mtoto wangu wana wasiwasi na ratiba zangu, sije kwa nini. Sikia ndugu yangu. Yaani hakuna kabisa muda wa kupoteza. Unatakiwa wewe kufanya kitu haraka sana iwezekanavyo. Yaani bila kufanya hivyo.
yani maisha yako yanakuwa hatarini kabisa. Na ndio maana nimekuja hapa ili tufanikishe hili rafiki yangu. Kuna kitu nimekumbuka. Kuna mahala huwa namuonaga sana kichaa. Ingawa sina uhakika kama pale sehemu ambayo ndio ambayo anayopenda kulalala au kukaa sana. Hivyo naomba nipe angalau siku 2-3 hivi niweze kumfuatilia nikapata ushahidi kwa pale ni sehemu ambayo anayokuepo mara kwa mara. Mimi nitakujuza. Nafikiri hili ndio la kwanza. Sawa? Sawa. Basi haina shida. Karibu. Asante. Uko poa lakini? Niko poa, sijui wewe. Unajua nimekaa nikakuona umekaa peke yako pale. Ulikuwa upo mnyonge sana. Kwa nikaona sio vibaya kama tukija tukajoin sehemu moja hapa tukabadilishana mawazo moja mbili tatu. Ni kweli mimi pia nashukuru sababu nimepata kampani yako. Maana wewe mwenyewe unaona nilivyoingia niliingia peke yangu. Yeah, ni kweli. Lakini usijali kwa sababu umefika basi. Hamna kilichoharibika. Mimi naitwa Mr. Kuyepo. Sijui mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Malkia. Oh, Malkia. Mbona kama jina la kifalme sana? Jina langu limetokana kwa sababu mimi ni mrithi wa Malkia. Ndio maana wengi wanapenda kuniita Malkia. Unajua nini? Malkia. Kikweli jinsi ambavyo nilivyokuona pale. Kuna vitu ambavyo nilivutiwa kutoka kwako. Kwa nikaona sio vibaya nikikuita ili tuweze kuzungumza tukiwa karibu. Unajua ni mwanamke mzuri sana. Na siku zote mwanamke mzuri anahitaji mwanaume ambaye anaweza kumtunza na kumhudumia. Kwa nikaona sehemu sahihi ya wewe kuweza kukaa salama ni kwa Mr. Kuyepo. AKA sukari ya warembo. Kwa ukiwa na mimi swala la kutumia pesa ni kama vile unakunywa maji. Kuwa huru, agiza unachotaka, kula. Mr. Kuyepo. Yes. Sukari ya warembo. Nashukuru kufahamu. Asante. Malkia. Kiukweli kabisa, nikiwa kama mwanaume nilio sahihi na mwenye kujielewa na kuhitaji sana. Nahitaji sana kuwa karibu na wewe. Uwe mwanamke wangu ili nihakikishe kabisa kwamba urembo wako unaendelea kuwa katika viwango vyake na zaidi hapo ulipo. Kwa sababu watoto wazuri kama nyinyi mnahitaji mpate wanaume kidogo ambao wanaweza wakafanya treatment. Ni kweli. Nashukuru sana kufahamu na nashukuru sana kuonana na wewe. Kwa hiyo usijali, tuko pamoja. Asante sana kwa kunielewa hilo. Lakini unaona unakunywa kinywaji tutaniama utakiwa. Chua. Asante. Kula nyama. Kama zitoshi tutamwita kule mhudumu ataongeza zingine sawa? Upo na Mr. Kuyepo. Lakini pia nafikiri kutokana na mazingira ambayo tumeonana na ukiangalia na kazi ambayo nilikuwa naifanya hapa
ningependa nikupe namba yangu ili tutakapofikia muda mzuri tuweze kuwasiliana. Sawa, Sijui haina unasemaje? shida. Basi sawa. Ngoja nikupe namba yangu ili kusudi baadaye tuweze kufanya mawasiliano. Sawa. Wow. Mr. Pepper. Yes. Na naamini ukinipigia simu basi utafurahi uwepo wangu kwako. Nitakisha na kutafuta. Vizuri. Naamini utanipigia simu. Yeah. Cheers. Safe. Tusitumie gari rafiki yangu. Tutumie gari? Gari la nini bwana ndugu yangu bwana? Njia zenyewe tunazopita za chubingo chochoroni. Njia nyembamba, wanafika nitapita. Gari hizi kupita bwana. Kweli? Tuko na sehemu tunapaki afu tunakwenda. Sasa hiyo itakuwa kazi nyingine. Cha msingi hapa si mdogo mwendo mdogo mdogo tuanza kanuni. Okay. Kwa hiyo tuanze tunaanza huko. Nakusikiza wewe sasa, sio kufahamu. Pita huko. Napika kwa mwenyewe. Alafu nikimaliza kupika naoga. Nikimaliza kuoga Ngoja nimpe simu. Simu hela. Hela. Pesa. Pesa. Sasa ile mboga hii hapa hii. Wewe mboga hii. Chukua hiyo. Unampikia nani? napikia Unapika nini? napika ubwabwa. Chukua basi ile mboga hii. Chukua hela hiyo. Mimi hapa kwanza napaka mafuta kama ndio mpaka niende mjini. Nataka kwenda mjini. Twende basi gari. Kwanza nataka nikune nazi. Sawa, nazi na mboga ile mboga tunakupa hii. Ngoja. Gari nayo nitakupeleka. Sio kwenda mjini. Twende. Kama mpaka sasa nipike. Wewe kupika utakula huko. Twende basi. Taki. Unisaidie basi. Tatizo mkorofi. Yako mzee nataka nipike haraka hapa niondoke. Hebu njoo. Taki. Njoo kwanza. Mimi nilikwambia yule mganga mashaiti autupa haya magumu. Nafikiri umeona sasa. Ndugu yangu wewe acha tu. Ndugu yangu, yani haya sio masharti. Bali haya ni mashati. Umeelewa? Alafu hiki ni kibarua, yani hiki ni kibarua kabisa ambacho hakina hata mshahara. Wewe fikiria. Chizi kama yule namna ile na akili zake kama zile. Za uchizi. Unaweza kumvamia mchana yule ukambake? Inawezekana kweli? Tizama sasa kilichotokea. Ndio maana tumeshindwa. Kwanza ile dawa ambayo umepewa na mganga umeikumbuka? Ile dawa umeikumbuka? Aya. Bwana nimesahau. Unaona? Yaani bwana mimi nilijua tu. Yaani mimi nilijua kabisa kama ile dawa utakuja kuisahau. Alafu ushamba kabisa dawa wakati tunamtafuta yule mwanamke kichaa, yule mwanamke chizi. Unatakiwa ifunge mkononi mwako uwe nayo.
ilikuwa ina maana kubwa kwamba tukikutana naye kwanza anakuwa ni mpole, anapooza, sio mkali, anakuwa mtulivu. Ai, tunafanya ya kwetu, lakini kwa nini umesahau dawa? Oh. Sasa tunafanyaje? Cha msingi sasa hivi hapa, tuondoke, turudi usiku, tumfuate usiku, kwa sababu sasa hivi muda ni mapema sana. Tukifanya upumbavu mtaani kote wapijua, tutajaibisha. Sasa usiku unamfuata wapi? Wewe pale tumemkuta kwenye mti kakaa kapumzika pale. Wewe unapajua anapokaa? Muona pale alipokaa chini ya mti pale. Ule mti alipokaa pale. Kwa pembeni muona kuna nyumba ile ambaye kama gofu hajakuishi. Pale ndio anapoishi yeye, ndipo anapolala yeye chizi. Una uhakika? Swadakta kabisa. Sasa tunafanya bwana, viatu ndio hatuna. Viatu vya nini bwana wewe? Mambo ya msingi kwanza hayo ndio yetu baadaye bwana. Twende bwana. Asante dadangu. Shemeji. Huwa nakuja sana mara kwa mara hapa nyumbani, lakini sikukuti. Ila huenda ni kazi pia na bana. Oh, ni kweli. Ni kweli mume wangu anachosema kaka. Huwa anakuja hapa kila siku. Naye anakuta umeshaenda kazini. Anakusubiri mpaka jioni, nakuta nawe unachelewa kurudi. Sawa, sasa msiamenikuta leo. Au sio bwana? Ya. Ulikuwa unasema shemeji. Huwa umepotea kwenye hizi siku mbili kadhaa hadi tukawa na wasiwasi kidogo, juu yako kwamba huenda kuna tatizo, Dada yako ana wivu sana. Na unajua mimi nina majukumu ya kazi. Hebu muulize kuna kitu gani cha msingi hapa nyumbani anakosa, muulize. Ni kweli kila kitu napata. Na tunapendana sana mume wangu. Unanipenda na kupenda. Ila kuna kitu kimoja hapa katikati mume wangu ulibadilika. Hiko ndicho kilichokuwa kinanitia mimi mashaka. Shemeji. Labda huenda kuna tatizo hapa nyumbani. Yaani shemeji nakwambia kweli hakuna tatizo. Mimi ni ratiba za kazi zimenibana. Sitegemei kufanya swala kama kwanza kwa nini? Mke wangu huyu nampenda, niko naye muda mwingi. Alafu nije nimfanyie mambo kama hayo. Wewe unafikiri itakuwaje? Itaonekana sina akili. Shemeji, basi mimi nimekuelewa. Ndio. Kama ndio hivyo mimi nahisi ni waje. Pia mbaki salama. Sawa. Umanakaa mtu kweli kaka. Nimefanya uchunguzi. Na ndio maana nimekuacha hapa kwamba ndipo sema ambapo anakulalaga. Wewe unaamini hapo? Atadalili hapo mlango anakaa. Twende. Kwa tanguka bure kushuka bwana. Tunamuona huko bwana. Angalia vizuri sasa hapa. Unaleta huko saizi bwana. Sikurudi huko bwana.
Malkia. Nabe. Kwanza kabisa nikupongeze kwa hatua leo tumekutana pale mpaka kuja hapa. Unajua mara ya kwanza ambapo tulipoonana siku ile na kupeana business card tu siku nilianza kupata wasiwasi kwamba huyu mtu katupa namba yangu. Kwa hata vile unavyomba kama umepoteza namba, sikutaka kuamini zaidi. Lakini mpaka umefika hapa ni dhahiri na mimi kabisa kwamba umepoteza. Acha nikupongeze. Hongera sana. Asante. Mimi pia nashukuru kuonana nawe tena kwa mara nyingine kwa sababu sikujua kama tunaweza tukaonana tena. Ni kweli unajua mnapopotezana ndani ya masaa 24 tukulala ndio baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini pia nina jambo moja muhimu sana. Unajua siku yetu tulivyoonana siku ya kwanza tulizungumza mengi tukafahamiana majina. Lakini hatukuweza kufahamiana kwamba wewe unaishi wapi na mimi naishi wapi. Kwa kifupi mimi naishi Upanga. Sasa sijajua mwenzangu kwa hapa mjini unaishi wapi. Unataka kufahamu naishi wapi? Unajua au upendi nifahamu? Kwa sababu unapofahamu unaishi wapi kwa mfano mara kwanza ile ilikuwa business card lakini nijamtafuta. Lakini kama ningekuwa nafahamu ningekuja. Kwa lazima nifahamu. Hamna ubaya lakini hautaogopa? Labda nikwambie kitu. Mr. Kwepo huwa haogopi. Sifikiri kama naweza kuogopa kuja kwa mtoto mzuri kama wewe. Siwezi kuogopa bana. Au wewe utakinifika kweli? Kwa sababu wengine huwa wanaogopa kuja nyumbani kwetu. Lakini nashukuru kwa sababu wewe ni jasiri na unajiamini. Karibu sana. Tunapenda sana tu majasiri kama wewe. Kwa hiyo nakukaribisha karibu. Asante. Lakini kwa nini unasema kwamba nyumbani kwenu unapenda watu jasiri? Kwa sababu watu wengi wanaogopa kuja nyumbani kwetu. Kwa hiyo kitokea mtu jasiri na anayejiamini kama wewe. Napenda sana. Unajua nikwambie kitu. Sio kwamba watu walikuwa wanaogopa kuja nyumbani kwenu. Hapana. Isipokuwa Mwenyezi Mungu alikuwa anatengeneza kitu ndani yake mimi na wewe. Na kile kama ungeweza kuja, leo tusingeweza mimi kuonana. Inawezekana ungekataa kwa sababu tayari ulishatangulia. Kwa hiyo walikuwa wanamwachia nafasi Mr. Kwepo. Malkia wewe ni mzuri. Na kama ni mzuri unahitaji kidogo upate mwanaume ambaye anaweza kujua thamani yako. Kwa hiyo kwa Mr. Kwepo ipo kwa ajili yako. Shida zote weka chini. Huwa hakuna shida kabisa. Basi ngoja nipunguze. Wanasema unapunguza nini? Unapunguza gwanda. Ili kusudi kidogo tumalize mambo yetu uwe kondoka. Unajua Malkia nikwambie kitu. Jisikia amani sana unapokuwa na Mr. Kwepo. Japokuwa hatupo nyumbani lakini Waswahili wanasema kwamba jisikie kama upo nyumbani. Lakini pia ulisema unaishi peke yako. Sasa kwa nini usingenipeleka tu nyumbani na ukanileta huko guest? Ni kweli unajua kukuleta guest kwa sababu pale nyumbani kwetu jirani kuna msiba umetokea. Kwa hiyo tuweze kupita na kwa sio vizuri. Unajua? Choba sasa